Mimi watu wengi nimekutana nao wanafurahi ninapoongea Kiingereza. Mimi nimesoma St. Kayumba, ila nimejua Kiingereza nipo Minaki, nimeingia form 5 nikachaguliwa kuwa mwenyekiti wa Kasfeta Minaki. Tulikuwa tuna ibada kila Jumapili, tunaenda Puguka Jiongeni na mwenyekiti inabidi uhubiri kwa dakika kama 45 50 kwa Kiingereza. Kipindi hicho sisi shuleni tuna Tuesday tuna ibada inaitwa 5 minutes ya kuhubiri kwa Kiingereza. Alafu mimi nashindwa kuhubiri kwa 5 minutes kwa Kiingereza. Yaani nikifika nahubiri dakika 2 broken, nashindwa kuflow. Alafu sasa mimi ambaye nilikuwa nashindwa kuflow, hapo wengi wanajua, nikachaguliwa kwa mwenyekiti. Kwa hiyo nimechaguliwa Alhamisi, Jumapili inabidi nihubiri saa zima kwa Kiingereza. Alafu siwezi kuhubiri kwa dakika 5. Kwa hiyo nilichofanya mimi nikaingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba, nikaingia tatukavu kwa ajili ya Kiingereza. Kwa ajili ya Kiingereza. This is not a joke. Maombi yangu yalikuwa ni haya, kwa Mungu, kama naweza nikaongea lugha ya mbinguni ambayo mwenyewe sielewi, nipe lugha ya Kiingereza kwa ajili ya kuhubiri. Kwa hiyo nilimwomba Mungu. Siku ya Jumapili nimeitwa, nimealikwa sasa niende nikahubiri. Nimesimama pale, watu wote ambao wananifahamu wa shule yangu Minaki walikuwa wameinama hivi chini. Wajua huyu mwamba hawezi. Mimi nikawa nimeshajipanga hapa, nikifika nitaimba kidogo, nitaabudu kwa dakika kama 15, nivute wingu, kulipunguza lisaa pale. Yaani nivute wingu. Baada ya kuabudu tutaomba. Tutaomba hata kama dakika 10, yani nitaomba, nitajisikia tu kuna roho ya kuomba, niombe. Tayari dakika 25 zitakuwa zimeisha. Baada ya hapo nitasoma Biblia. Nahitaji kusema mstari mmoja wa Yusuf, lakini nikasema nitasoma chapter nzima ili nisogeze muda mbele. Kishamaliza nitatoa maneno yangu pale dakika 3 ngapi, alafu nitakuja kumaliza na maombi, kuitisha nafsi kwa Yesu na kumaliza kwa maombi. Nikawa nimejiandaa. Ni kweli nimeenda pale, nikaanza kuimba. Nimeimba. Ni ile moment, sijui kama waimbaji huwa inawatokea ile moment unaimba alafu unakuta mdomo mkavu, yani hata mate hakuna, hamna uwepo. Nimeimba, nikajua nimeimba muda mrefu, naangalia dakika ni dakika 2. Nimeingia kuomba, tunaomba dakika 1:30. Kwa na dakika 3:30 ndio na sasa nimefungua Biblia, naanza kusoma chapter nzima. Nasoma kuanzia mwanzo, ila nilipofika katikati nikasema hivi, kwa nini sina imani na Mungu wangu? Kwa nini nasoma hivi yote ambavyo sitaki hata kuvielezea? Sijui hata kusoma, yani hata kusoma nahangaika, ni broken. Basi nikafunga tu Biblia, nikaanza kuongea. Muda nimeshituka kwamba ninazungumza, ilikuwa ni mtu mmoja ananiletea kimemo kwamba isema umepitiza muda, ibada ya pili inatakiwa kuanza. Wow. Alafu naangalia hivi watu wakati nahubiri, naangalia hivi watu wako hivi wanashangaa. Alafu tunarudi shuleni, wanasema kwamba wewe siku zote unajua Kiingereza, kwa nini unajifanyisha ulikuwa hujui Kiingereza? Kwa hiyo mimi mpaka sasa hivi nikiwa vibaya kiroho siwezi kuflow. Nilipokea gift of tongue. Mungu alinipa Kiingereza. Wow. Ilikuwa ni kwa maombi.